akili. Kwamba unapokuwa umekaa unawaza jambo fulani kuhusu maisha yako. Sababu sala sio kwenda tu kupiga magoti mbele ya msalaba wa Yesu au sanamu ya Bikira Maria, ndio sala. Unaweza kuwa umekaa kwenye gari yako au umekaa tu kwenye kiti au hata jikoni unapika. Una kitu kiko kichwani kwako. Inaweza ikawa ni shukrani, inaweza ikawa ni toba, inaweza ikawa ni kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi ambayo amekutendea. Inaweza ikawa ni hitaji ambalo unalo, unahitaji msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hilo wazo au hiyo furaha au chochote unachofikiria, ukikielekeza kwa Mungu, umesali. Kwa hiyo tusijifunge kabisa kwenye ile dhana kwamba kusali mpaka nishike rozari, nipige magoti mbele ya sanamu ya Bikira Maria. Kule kuwaza kile ndicho nacho nikipeleke kwa Mungu. Mungu nakutolea shukrani yangu. Mungu asante sana. Mungu naomba unisamehe. Nifungulie hiki kitu. Nizidishie uzao wangu, nizidishie biashara yangu. Nifanikishe katika kazi yangu. Nifunulie, nitatulie tatizo hili. Mungu wangu na kutumainia. Hiyo ni sala. Soma Injili ya Luka sura 18 kuanzia 13, tutaona kwamba wale Farisayo pamoja na mwandishi wanakwenda hekaluni. Huyu mwandishi ambayo mtoza ushuru zamani, mtoza ushuru ambaye amefikika kama ni mtu mwenye dhambi, yeye anakuja tu kusema, Bwana nihurumie mimi mkosefu. Hiyo ni toba. Hiyo ni sala. Kwa hiyo wazo, hisia yoyote ukiunganisha kwa Mungu, ukiunganisha na Mungu, hapo umesali. Kwa hiyo akili ni nyenzo muhimu sana katika maisha ya kiroho. Kuinua mioyo yetu kwa Mwenyezi Mungu. Mioyo yetu ni nini? Ni zile hisia zetu, maumivu yetu, tabu zetu, sononeko letu, kile kinachojaza moyo wetu. Tukikiacha hivi hakina maana yoyote. Nimejeruhiwa, nimedhulumiwa, nimeonewa, nimetendewa hata wema, moyo wangu kwa namna fulani unajisikia. Kwa hiyo kile ambacho nimetendewa, kile kinachojaza moyo wangu, nikikiinua kwa Mungu, kama ni jaribu nalopitia moja, Mungu asante. Bwana nakushukuru kwa kuwa umenivusha hapa. Mungu nakutolea shukrani, nakutolea sifa, na kutumainia na kuamini. Hiyo ni sala. Kwa ndugu zangu, tunaweza tukawa tunapoteza fursa nyingi za kusali kwa sababu tu hatupo mbele ya kanisa, hatupo kwenye goto la Bikira Maria, hatupo chumbani tumeshika Biblia. Lakini kumbe hata katika kazi zetu tunaweza tukasali. Mtakatifu Teresia mtoto Yesu, yeye
anatuambia kwenye sala yake ya muda wa thamani. Kwanza anaanza kutufundisha, kutuambia kwamba tuna muda mwingi sana wa kumtumikia Mungu. Shetani analijua hilo, na ndio maana anatushawishi, anatuadaa tutumie muda wetu kwa mambo yasiyo na faida. Anatuonya, ndugu zangu, tusipoteze muda, tuokoeni roho. Roho nyingi zinakwenda motoni, zinapotea. Yesu analia. Sisi badala ya kumtuliza tunajifikiria wenyewe. Na kamilisha kwa kusema kwamba tuna jambo moja la kufanya wakati huu wa maisha, nalo ni kumpenda Yesu kwa moyo wetu wote na kuokoa roho kwa ajili yake. Umeandika hiyo sana? Ni ndefu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kumbe tuna muda mwingi sana wa kusali, ila tunaupoteza. Na shetani anatudanganya, anatuadaa tutumie muda wetu pasipo mambo, katika mambo yasiyo na faida. Tunaweza kusema kwamba tumebanana na kazi, tumebanana na majukumu ya utafutaji wa pesa, shughuli za uchumi. Sina muda wa kusali. Mama, nenda kasali na mtoto wako. Mimi bana natafuta pesa, nafanya kazi naombe, sina muda hata wa kushika Biblia. Mtakatifu Yosefu Maria Escrivá anatuambia kwamba Yesu alipokuwa akitenda kazi yake ya uinjilishaji, kabla ya kufanya chochote, hata kabla ya kubadilisha mkate kuwa kuongeza ile mikate, alimshukuru Baba na akainua. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata sisi tunapotenda kazi zetu, tunapofanya kazi zetu, tuzitolee kazi zetu kwa Mungu. Tukizitolea kazi zetu kwa Mungu, tunasali. We need to offer ourselves to God. We need to offer our works, our jobs to God, to sanctify our works. Kwa hiyo tuzitakase kazi zetu. Tutakase tunapoenda kulima. Unapopiga jembe la kwanza, la pili, unapoweka mbegu. Bwana, haya yote ni mali yako na kutolea wewe. Mazao ya nchi na kazi za mikono ya wanadamu, yote ni mali yako. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni sala, unamrudishia Mungu sifa na utukufu wa uumbaji wake kwa kufanya kazi amekujalia, kama tulivyosikia katika somo letu kwamba Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu katika sura ya 28 akawabarikia kwa zaidi kuongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kiumbe chote chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo maana ni kwamba Mwenyezi Mungu amempa mwanadamu uwezo wa kutiisha ulimwengu, kutiisha viumbe. Kwa hiyo unapofanya kazi aidha ya uzalishaji au ya kuboresha maisha, maana yake kwamba unaboresha uumbaji wa Mungu. Fuatia katika historia, wale ambao tumesoma sayansi kidogo, katika historia ya dunia tunaambia kwamba ulimwengu ulianza kwamba hii dunia tulionayo umri wake ni miaka bilioni 4.6 iliyopita.
na wakati huo kulikuwa kuna hata kiumbe hai chochote, ilikuwa hii ni miamba na nini na kitu kama hicho. Sasa leo dunia ya leo imependeza, imepambwa magorofa ya kila aina, vitu vya kila aina. Kwa hiyo maana ni kwamba kila alichokiumba Mwenyezi Mungu, mwanadamu ameweza kukiboresha, kukifanya kikawa kizuri. Kwa hiyo mtu ambaye anatengeneza kitu au tuseme ameboresha kitu fulani ambacho tunasema kwa kweli Mwenyezi Mungu anaumba,